Naam, leo nipo na kaka hapa, atajitambulisha yeye ni nani. Kaka, habari yako? Salama salama. Kwa majina naitwa Abduli Abbas Abduli almaarufu kama Ligeuza JR. Ndio, na tuambie hapa ulipo ni maeneo gani? Hapa nilipo kwa sasa ni University of Dar es Salaam, kwa maana chuo kikuu cha Dar es Salaam main campus huku Mlimani. Ndio, safi. Sasa nahitaji uniambie historia fupi kuhusu kijiji maarufu ambacho kimepata umaarufu sasa hivi, ambapo wanasifika sana katika swala la uwekezaji na uchakataji wa mazao haswa ya mbao. Nadhani hiko kijiji hata wewe unakifahamu pia. Naam, bila shaka utakuwa unaongelea nyumbani, na hicho kijiji kinaitwa Mihima. Mihima ni kijiji kinachopatikana mkoani Lindi katika wilaya mpya ya Mtama, katika kata ya Namupa, na kimeanzishwa takribani, inakadiriwa kuwa ni miaka ile 1970 kipindi ambacho kijiji hiki ndipo kilianzishwa miaka hiyo. Asante. Sasa na kijiji cha Muhima, unaweza kutuambia Mihima, asante, ni kitu gani ambacho kina utambulisha zaidi kijiji hiki cha Mihima? Utambulisho mkubwa wa kijiji chetu kama vile mwanzo ulivyosema kwamba kimepata umaarufu katika mambo ama masuala mazima ya uzalishaji mbao. Hakika kijiji chetu kinatambulishwa na ili swala kwamba tumekuwa wazalishaji wakubwa sana wa mbao. Kuna miti mbalimbali kama mninga, mtumbati, mtondoo na miti mbalimbali. Kwa hiyo wageni mbalimbali ama wafanyabiashara mbalimbali wanakuja wanawekeza, naona wamewekeza vya kutosha, na kwa kweli tunafurahi sisi kama jamii tunaingiza mapato ya kutosha ambayo yanatuwezesha kufanya sasa shughuli mbalimbali. Lakini pia tunatambulishwa na mazao ya biashara kama vile korosho. Ni wakulima wazuri sana wa korosho, tunazalisha kwa mwaka tani za kutosha tu, lakini hali kadhalika ufuta na mazao mengine ya kawaida, mahindi, sijui karanga, tunalima tu kwa ajili ya kula na biashara ndogo ndogo, lakini kikubwa zaidi ni korosho, mbao na ufuta. Nashukuru sana Mr. Ligeuza, lakini tunafahamu kwamba katika kila maendeleo lazima kuna watu ambao wapo nyuma ambao wanasukuma hayo maendeleo. Hivi unaweza kuniambia ni nani hasa ambaye anapush au anasaidia sana katika haya maendeleo katika kijiji cha Mihima? Katika kijiji cha Mihima ni kweli tuna watu ambao wanapush. Kwanza tukianzia na ngazi ya serikali ya kijiji ambayo inaongozwa na mama yetu mpendwa Maimuna Bakari Swaleh. Ndio nani? Maimuna Bakari Swaleh, yeye ni mwenyekiti wa kijiji, lakini pia tuna mtendaji wetu wa kijiji Bwana Saidi Chipondelo, lakini bila kumsahau diwani wetu Muhammad Bakari Kuokota. Kwa hiyo sasa huu muunganiko wa hawa viongozi kwa kushirikiana na jamii, jamii nayo imeamka kweli kweli, kwa wanashirikiana vizuri na viongozi wao, ndipo tunaona sasa hizi tija mbalimbali zinafanyika katika kijiji chetu. Hivyo hawa ni watu ambao wanafanyaje, wanajitahidi sana kuchochea hizi shughuli za maendeleo. Ndugu msikilizaji, kama unavyoona nipo na kaka yangu hapa Mr. Ligeuza JR, anatuambia dondoo kuhusu kijiji cha Mihima, na hapa tupo maeneo ya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Hakika Mihima inatambulika sasa si tu Lindi bali ni Tanzania nzima, na inaenda kuvuka mipaka hata Afrika Mashariki, na wakiwa wanategemea zaidi katika swala zima la uchakataji mbao. Kaka Ligeuza JR, ni yapi maono ya viongozi au fikra za wana Mihima miaka 30 ijayo? Fikira za viongozi wetu, kwa maana tukimaanisha diwani pamoja na serikali ile ya kijiji, lakini wanajamii kwa ujumla, miaka ijayo kama ulivyouliza, miaka 30 ijayo, viongozi wetu kwanza niwape kongole, kwa maana niwape pongezi kubwa. Ni watu ambao wamekuwa wasimamizi wazuri sana wa mapato ambayo tunaingiza katika kijiji chetu. Mathalan kijiji, yani serikali ya kijiji kupitia mwenyekiti, mtendaji na viongozi mbalimbali, kwa maana wajumbe wa serikali ya kijiji kwa kushirikiana na diwani wetu, wameweza kujenga vyumba viwili vya madarasa na ofisi ya mkuu wa shule. Lakini pia wamekuwa wakifanya maboresho mbalimbali pale shuleni, mathalani vile madawati au madarasa labda sakafu zimekuwa za hovyo, wanajitahidi wao, wanafanya nini, reparations, ndio. Lakini pia ukiachilia ujenzi wa hivi vyumba viwili vya madarasa, wameweza kujenga ofisi ya kijiji si chini ya milioni 60, na ofisi nzuri kabisa, tena ilikuja kufunguliwa na mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa aliweza kuhudhuria pale na akafungua ile ofisi ya kijiji. Haya ni mapato ya nini ambayo wao kama serikali ya kijiji wanafanyaje, wamekusanya na wameweza kusimamia wakafanya mambo mazuri kama yale. Hali kadhalika pia
wamekuwa, kwa mfano sasa hivi kuna ujenzi wa nyumba ya walimu ni ambao wanasema wenyewe ni 2 in 1, kwa maana nyumba mbili lakini kwa moja. Hizi pesa ni za kutoka wapi? Katika yale mapato yanayokusanywa na hawa viongozi. Kwa hiyo ukiangalia ni viongozi ambao wako imara, wazuri, wanajitahidi kwa kiasi chao kile wanachokiingiza kuleta sasa moja kwa moja kufanyia mambo mazuri katika katika mji wetu. Hakika viongozi wanastahili pongezi pamoja na wananchi wao ambao wanashirikiana katika kila hali kuhakikisha kijiji cha Mihima kinapata maendeleo. Na unaweza ukaona video ambayo nakuwekea hapo inapita ni namna gani viongozi na wananchi walivyoshirikiana kupatikana kwa shule pamoja na ofisi za kata. Hayo ni yote ni mambo ambayo yamefanywa na viongozi wetu ambao tumewaamini, wakiongozwa na mwenyekiti wa kijiji, katibu pamoja na ofisi ya diwani. Hakika wanastahili hongera. Ni kweli kabisa, lakini kuna jambo sikulisema pia. Ukiangalia kule kwetu mambo ya barabara ni changamoto sana, na ni kweli ni changamoto ambayo inatufesi sisi, yani inatukabili mpaka kwa sasa. Diwani amekuwa akijitahidi kwenye hilo swala, akitusemea kwenye vikao vyake. Kunakuwa na ule uchongaji wa msimu, kuna msimu waga wanachonga kidogo, hatujapata barabara ile iliyokuwa thabiti, lakini anajitahidi. Lakini licha ya diwani au serikali ya kijiji, kuna muda katika yale mapato wanayopata, basi wanajitahidi kuchangia chochote kurekebisha baadhi ya zile sehemu ambazo zinaonekana ni korofi zaidi ama ni hatarishi zaidi. Kwa hiyo unaweza kuona ni viongozi wa aina gani, ni viongozi wenye maono, na kwa kweli naombea sana kwa Mungu wazidi kuishi, wazidi kutuhudumia vile inavyopaswa. Hakika wana Mihima wamepata viongozi bora. Na wewe unaweza kutuandikia katika comment hapo ni namna gani ambavyo kijiji hiki cha Mihima baada ya miaka 30 ijayo kitakuwa. Tuandikie kwenye comment tuone wewe maoni yako. Pia ukipata muda fika katika kijiji hiki cha Mihima ujionee wawekezaji. Ndio unaweza kufika kwa ajili ya kujionea kama utalii, pia unaweza kufika kwa ajili ya kuwekeza. Kwa sababu gani? Kama tulivyosema, tuna miti mingi sana hapa. Huu uvunaji umeanza tangu 2015 lakini ndio kwanza inaonekana kwamba yani wameanza juzi, kwa maana miti bado ni mingi na miti ya aina mbalimbali. Hivyo wawekezaji tunawakaribisha, hawajachelewa. Lakini sio wawekezaji tu katika mbao, kuna maeneo mengi ambayo hayafaliwi na watu, kiasi kwamba mtu anaweza akafanya kilimo. Anaweza kufanya kilimo kwa hususan sana cha mikorosho, kwa maana ukanunua ekari zako 10, 20, 30 then ukapanda mikorosho kwa ajili ya faida yako wewe mwenyewe. Sawa. Sasa uligusia tu changamoto kuhusiana na barabara. Tofauti na barabara, ni changamoto gani nyingine inawakabili wanakijiji wa Mihima? Changamoto ni nyingi, ijapokuwa tunaamini kwamba serikali yetu ni sikivu, maana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Mungu azidi kumbariki. Changamoto tulizokuwa nazo mathalan pale shuleni ni uchache wa walimu. Unakuta mwalimu mmoja anatakiwa kuhudumia darasa la kwanza, la pili, la tatu, la nne, mara nyingine hadi la 7 ni huyo. Sababu kama sikosei ama kama kumbukumbu zangu hazijakaa vibaya, basi tuna walimu kama 4 hivi, kwa maana mkuu wa shule na wale walimu wengine 3. Sasa unaweza ukaona mkuu wa shule mara nyingi si mtu wa kufundisha. Je, walimu 3 wanaweza wakakidhi kufundisha madarasa yote vizuri? Kwa hiyo unakuja ukuta sasa swala la elimu linaweza likawa linadorola, lakini sio kwa uzembe wa walimu, hapana, kutokana na na uchache wa kwetu na huo uhaba wa walimu. Lakini pia lile swala la barabara ni swala muhimu sana. Kwa sababu gani? Tunahitaji, yani kijiji kina watu wengi lakini pia kina wageni kama hivyo wengi, lakini sasa kupata mahitaji tunategemea ni issue za transportation, ndio mambo ya usafirishaji. Sasa usafirishaji kidogo umekuwa hafifu kutokana na na barabara zetu kuwa kidogo katika hali si za sawa. Hivyo tunaomba serikali, kutokana na faida ama yani rasilimali zilizopo kule kwetu, sio na uhitajika wao na vile umuhimu wake ulivyo, basi waweze kufanyaje kutuletea barabara ama kutuchongea barabara, hata kama ile barabara ya kuweka kifusi, itakuwa vizuri sana. Lakini changamoto nyingine kwenye ule upande wa pale zahanati, nao wahudumu ni wachache. Hivyo basi hizi ndio changamoto ambazo kwa kweli nazikumbuka kwa haraka. Sawa, kwa upande wangu binafsi nashukuru sana. Mtazamaji na msikilizaji, unaona namna gani ambavyo wananchi wanapenda kijiji chao cha Mihima na kuchukua hatua thabiti cha kukitangaza na kukipambania, kuhakikisha
maendeleo ifikapo 2030 kijiji cha Mihima kiwe miongoni mwa vijiji bora nchini Tanzania, Afrika Mashariki na duniani kwa ujumla. Mimi jina langu ni Halmen Aboud. Leo nilikopo na kakaangu Mr. Ligeuza Jiyara. Tofauti na Ligeuza Jiyara, jina lako kamili ni nani? Nikumbushe tena. Jina kamili inajulikana kama Abbas Abduli Abduli, lakini hapa university imezoeleka kuitwa kwamba Abduli Abasi Abduli. Kama unavyojua tunaanza na surname, jina la ukoo ama lile jina la babu. Hivyo majina yangu rasmi ni Abbas Abduli Abduli, lakini maarufu sana ni Ligeuza Jiyara Abbas. Basi nishukuru kwa niaba ya kakaangu, niwashukuru wote ambao mmesikiliza mpaka mwisho, na hapa sisi tunahitimisha kipindi chetu. Kaka Ligeuza, nashukuru sana kwa wakati wako. Asante sana, nami nashukuru sana. Mungu akubariki. Asante sana. Asante.